Swali la haraka haraka kuhusiana na kukamatwa kwa baba yenu Clemence Mwandambo, na hii itakuwa ni mara ya pili anakamatwa. Nakumbuka nilikupa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwake, lakini baadaye akaja kuachiwa na jeshi la polisi kule mjini Mbeya. Lakini kwa mara nyingine tena baba yenu Clemence Mwandambo kakamatwa, na hizi nadhani kwamba ni kwa tuhuma za uchochezi, sababu ana kauli nyingi sana ambazo amezitoa na kuna clips zake nyingi sana ambazo pia naamini kwamba utakuwa umekutana nazo ambazo zinahusiana na yeye kuichana serikali na baadhi ya viongozi wa serikali pia. Sasa kwa mujibu wa barua hii ambayo ilitolewa na jeshi la polisi, walikuwa wamesema kwamba ashikiliwa na jeshi la polisi Mbeya kwa tuhuma za kijinai. Sasa wakawa wamesema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya St. Clemens ndugu Clemence Kenani Mwandambo, mkazi wa Uzunguni jijini Mbeya, kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo pamoja na kukashifu imani za dini zingine. Mtuhumiwa alikamatwa mnamo Disemba 29 mwaka 2025 mwendo wa saa 4 asubuhi maeneo ya Uzunguni jijini Mbeya, akichapisha na kusambaza taarifa za uongo pamoja na kukashifu imani ya dini ya Kiislamu na Kikristo kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii. Upelelezi umekamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake, na hili litolewa na kamanda wa polisi mkoani Mbeya. Sasa Clemence Mwandambo amekamatwa, na mara hii ni makosa ya kijinai, sababu kuna makosa mengi sana ambayo mwanzo alikuwa amekamatwa kwa makosa ya uchochezi na akafikishwa katika kituo cha polisi akashikiliwa kwa muda, lakini baadaye akaja kuachiliwa kwa dhamana. Lakini mara hii amekamatwa tena, lakini kukamatwa kwake unaambia kwamba ni makosa ya kijinai. Kuna kauli za utata kidogo ambazo alizitoa kuhusiana na dini ya Kiislamu lakini pia dini ya Kikristo, akawa kama nakashifa, anatoa mtazamo wake, lakini ni kauli ambazo zilionekana kabisa kwamba zina uchochezi na zina kama kukashifu fulani hivi. Mashehe na ubwabwa wa Wakristo. Dini bwana, zinanifurahisha sana dini hizi. Sasa na huo mpunga kilima Mkristo kapalilia Mkristo, utaujuaje? Mfano nyinyi mashehe nyinyi, hebu iacheni Tanzania, acheni. Nchi ni tofauti na nchi zote za Kiarabu huko, hebu acheni utamaduni wa Kiarabu, achaneni nao wakipuuzi. Dini zote mbili, Ukristo na Uislamu, zote zimeletwa. Sisi ni Waafrika na ni ndugu. Acheni ujinga. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi. Sasa baada ya clips hizi kuweza kusambaa, sababu alionekana akikashifu baadhi ya mashehe ambao walikuwa wanazungumzia swala zima la Christmas, lakini pia akawa anazungumzia swala zima la baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo, kwa baadhi ya vitu ambavyo wanavisema na wanavifanya ambavyo anahisi kwamba havijakaa sawa, hususan kuitetea serikali na mambo kama hayo. Sasa kwa upande wake alikuwa anatoa mtazamo, lakini kwa njia ambayo ilikuwa inaonekana kama ni njia ya kukashifu na bali sio njia ya kuweza kutoa maoni binafsi. Sasa sijui kama unanielewa. Sasa jeshi la Mbeya ama jeshi la polisi mkoani Mbeya wametoa taarifa hizi hapa na wamedhibitisha kabisa kwamba wamemshikilia, lakini pamoja na hayo sema kwamba uchunguzi umeshakamilika. Sasa ni hatua zingine za kisheria zifuatwe. Hii itakuwa ni vigumu kwa Clemence Mwandambo mara hii hapa kuachiwa, sababu mara tu baada ya kuachiwa mara ya kwanza baada ya kukamatwa kwake alirudi na kuendelea kuwasha moto kama kawaida, akawa anapiga spana zake kama kawaida, lakini kwa ile hapa sijui kama kutakuwa na uwezekano wote kuweza kumwachia kwa dhamana. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment. Unahisi kwamba Clemence Mwandambo baba yenu aendelee kushikiliwa humo ndani ama achiwe? Na kama unahisi kwamba alichokuwa nakisema ni kitu ambacho ni cha kawaida, kwa maana kwamba ana uhuru wa kuweza kuzungumza hicho ambacho alikuwa anakizungumza, yupo ndani ya sheria ama nje ya sheria, nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.